Naam, karibu tena katika chaneli yetu, na siku ya leo tunaendelea kuambaambaa katika anga la Ukraine, ambapo tunaona kinachoendelea pale katika ule mwendelezo kuanzia mwaka wa 2022 ambapo Vladimir Vladimirovich Putin anaendelea kuchukua kile kilicho chake katika ardhi ya Ukraine. Unajua kuna vitu ambavyo watu wanakuwa hawaelewi. Watu wanadhania Urusi amevamia Ukraine kwamba ameenda kumpokonya Vladimir Zelensky nchi yake. Wakati historia zinaonyesha kwamba Ukraine ni Urusi na kwamba kuna makubaliano walikubaliana kufikia kutoka katika ule umoja wa USSR. Makubaliano hayo kufuatia kuvunjika kwake hayo makubaliano na mikataba ile ambayo iliwekwa kwa kipindi kile, kufuatiwa kuvunjika kwake, ndo matokeo yake ndo ile vita unaiona pale. Ukraine inaambulia kipigo pale kila siku. Sio kwamba inaonewa, ni kwamba wamevunja mkataba waliokubaliana na huyu kaka yake Vladimir Vladimirovich Putin. Ni kwamba marufuku kujiunga na NATO. Usijiunge na NATO kwa sababu NATO ni mwiba kwa upande wa Urusi. Sasa unavyochukua NATO kuwasogeza karibu, hilo tayari ni tatizo. Kwa hiyo Ukraine kavunja huo mkataba, ndio maana anakutana na balaa. Sasa Ukraine bajeti ya vita yeye hana. Anategemea magharibi waendelee kumsaidia, kumsapoti katika hiyo vita yake. Magharibi hali ni mbaya. Marekani hali ni mbaya. Wao wenyewe tu kuendeleza yani ule uchumi wao sasa hivi unaelekea kuporomoka, sio kushuka, unaelekea kuporomoka. Kwa hivyo basi bajeti ya vita kutoa fungu tena huyu bwana Donald Trump kutoa fungu kwa ajili ya kuendelea kumsapoti Ukraine aendelee kupigana na kaka yake, kitu kama hicho hakipo. Kitu kama hicho hakipo. Ndio maana sasa mpango uliokuwepo ni kunyang'anya mali za Urusi ili apewe Ukraine akaendeleze vita pale. La sivyo, balaa linaloendelea pale Ukraine, ambapo ni vita inayopiganwa kati ya Urusi na Ukraine, hilo balaa litawaangukia wananchi wa Ulaya. Wale wanaitoa kodi, yani kodi sasa itabidi zipandishwe juu ili sasa ipatikane fungu la kuingiza katika vita. Yani hapo sasa ndo tunakuja kuona kwamba hawa watu wa magharibi wanaingia katika vita pasina kuwa na mipango thabiti. Ndio maana unakuta kijeshi wanapigwa, vile vile wanapigwa hadi kiuchumi. Tunashuhudia huyu bwana Donald Trump juhudi zake zinakuwa ni zenye kugunga miamba mara kwa mara. Juzi kati anamtishia Urusi, anasema kwamba atampatia Ukraine makombora ya masafa marefu eti kilomita 2000, makombora ya Tomahawk, eti makombora ya Tomahawk. Makombora hayo eti yataenda kumtisha Urusi kufuatia kusitisha vita ya pale Ukraine. Vita ya Ukraine haiwezi kusitishwa eti kwa sababu ya vitisho vya Marekani. Kwa sababu sasa hii ni miaka mitatu sasa vita inapiganwa pale. Urusi anaonekana yupo vile vile kama alivyo, tena kufuatia vikwazo ambavyo wamemwekea ni kwamba huyo mtu anaendelea kupaa zaidi kiuchumi. Kwa hivyo magharibi ni watu ambao hawajawahi kuingia katika vita kwenda kushinda. Ni watu ambao wamekuwa wakipigwa mara zote. Urusi ni dude kubwa ambalo yani limetulia. Huwezi kushindana na Urusi afu ukawa salama. Kwa hivyo hauwezi kushindana na watu kama Urusi. Watu ambao wana supply mafuta Ulaya nzima kwa bei ya chini, mafuta safi kabisa. Hauwezi kushindana nao watu hao. Hao watu ni watu wa tofauti. Angalia kila kitu ambacho kilikuwa kikitengenezwa magharibi, wanakuja na dawa yake. Yani kitu ambacho kinaonekana kwamba ni hakiwezekani kwa upande wa magharibi, Warusi wanaleta dawa. Kwa mfano, watu wa magharibi wametengeneza mifumo yao ya ulinzi, ambayo wanasema hii Mrusi hawezi kutoboa na makombora yake. Lakini nini kimetokea? Ni kwamba Warusi wametengeneza hypersonic speed, kombora linalotembea mara 10 ya sauti, na kupenya katika mifumo ya ulinzi. Unafikiri huyo mtu wewe unakwenda unashindana naye vipi sasa? Huyo mtu wewe unafikiri unaenda kushindana naye vipi? Vita hii inaenda kunyong'onyesha uchumi wa Ulaya kwa ujumla pamoja na huyo Marekani wao. Juzi kati hapo amesikika Donald Trump eti anasema Urusi ni paper lion, paper tiger, eti ni chui wa kuchora.
yani ni mtu ambaye hajiwezi. Yani hayo maneno sasa umeyasikia. Lakini hapo nyuma kidogo alianza kusifia jeshi la Urusi kwamba Urusi ndiye baba wa vita, bosi wa vita katika ile Ulaya yote. Katika ile Ulaya yote Urusi ni baba wa vita. Amesikika bwana Donald Trump. Lakini tena akaja akageuka akaanza kusema kwamba Urusi ni simba wa kuchora, yani ni mtu ambaye hana lolote, hana chochote. Yani ni mtu ambaye anageuka bwana Donald Trump. Hana msimamo ambao umesimama. Sasa huyu bwana Urusi huyu yeye haongei. Hebu ogopa sana kushindana na mtu ambaye wewe kila unachokifanya unatangaza, lakini yeye kila anachokifanya unakuta wewe bwana yupo kimya. Vladimir Putin, baba mtakatifu wa vita. Sasa hivi anamiliki 20% ya nchi ya Ukraine. Na huyu bwana yeye hapigani kuua raia. Anapigana na wanajeshi wenzake. Anapigana na miundombinu. Ndio maana unakuta anapigana na baraka za Mungu vile vile. Tofauti na huyu bwana Benjamin Netanyahu alokuwa anafanya mauaji ya halaiki hapo Mashariki ya Kati. Yeye anapiga tu mabomu, anapiga tu mabunduki, anaua watu. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu zanguni, na hicho ndicho kinachoendelea hapo Ukraine, kwamba bajeti ya vita sasa imeisha Ukraine. Itabidi zichukulie mali za Urusi apewe Ukraine. Vitu ambavyo haviwezekani, nothing. Unapataje mali za Urusi eti umpe Ukraine? Inawezekana vipi sasa? Yaani ni kwamba hiyo vita imeisha. Na huo ndio ulikuwa mpango wa Urusi, kuifanya vita iende kwa muda mrefu ili mradi kuwanyongonyeza watu wa magharibi kiuchumi. Wao wanamsupport huyo huyo mshirika wao, sio mwanachama wao, ni mshirika wao. Ndio maana wanampa tu mabomu, wanampa mabajeti ya hela hayo. Watu Marekani wanaumia kwa ajili ya kumsupport huyo mshenzi tu mvuta bangi. Hatimaye sasa imekula kwao. Vita Urusi wanaweza kuimaliza vita hii. Kwa hiyo hayo ndio yaliyojiri huko Ukraine. Jina langu naitwa Mr. Gola. Tuonane katika video zijazo insha Allah. Nashukuru sana kwa wewe mpenzi mtazamaji ambaye umefika mpaka hapa mwisho wa video hii. Asante sana.